kilima kaondoka zake. Kwa namna fulani ni kwamba kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alikuwa ndani yake, alimwepusha na mengi walipotaka kumuua. Kwa namna ni kwa sababu Mungu yuko ndani yake. Lakini ilipofika wakati wa msalaba, kwamba sasa nataka kwenda msalabani, hapa hakuna kuruka, hakuna kutoka katikati yao, hakuna kuonekana wawili. Ilionekana ni yule yule, tena mwanadamu wa kawaida. Maana ni kwamba baba ameondoka. Ikafika sema akaingia kwenye mateso, mijeledi, taji za miba, kila namna yote. Kamata mtu, vua nguo, weka wapi? Msalabani. Ikafika akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mateso yamekuwa makali, mbona niache? Alikuwa mwanadamu ameingia katika hali ya binadamu wa kawaida. Mungu hakuwa pamoja naye wakati amekaa pembeni, anaangalia mtoto anapotimiza wajibu wake, anapotimiza neno hili, na mimi na wewe tukombolewe. Jambo hili ni kama fumbo, watu hawajui. Lakini alipomaliza ile kazi aliyopewa, pamoja na maumivu makali, pamoja na kutoka damu nyingi, na kwa namna mijeledi, mateso kila namna, kudhihakiwa, kutemewa mate, kuvalishwa taji za miba, akamaliza kazi ile, akakata roho. Maana yake amekuwa jasiri, amekuwa hodari, amekuwa ni mtu ambaye sasa anarudiana na Mungu. Aliporudiana na Mungu, wakati fulani hata walipo wanawatokea wanafunzi, wasema, msinishike, kwa maana sijaenda kwa nani? Kwa Baba. Yaani ilikuwa ni lazima kwanza aungane na Mungu mwenyewe, waungane tena kwa namna fulani, apeleke ripoti kwamba nimeshinda, umeona, tayari kazi ulionipa nimeimaliza. Lakini muda si mrefu tayari anawatokea wakati mwingine, tayari ameshaungana, ameshakutana na Baba. Anasema, tazama, katika ile Mathayo 20 na ngapi? Nafikiri ni Mathayo 19 au 29. Anasema, nimepewa mamlaka, tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Maana yake tayari ameshakutana na nani? Ameshakutana na Baba, shakutana na Mungu. Kaambia, Bwana umeshinda Maana baada ya kupewa ripoti, umeshinda sasa Baba, mwanangu, hivi vitu vyote viko chini yako. Vya duniani huko duniani huko kama kawaida unatawala, na huko mbinguni unatawala. Haleluya, mbinguni unatawala na duniani hivi vyote viko chini yako. Ndio maana akawatokea wanafunzi akasema, tazama nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wewe unaweza ukashangaa watu wanaombezaka Yesu hawajui. Yaani hakuna cha mtu mwingine. Yaani hata ukisema Mungu, yaani unaposema Mungu maana yake lazima upitie kwa Yesu.